thamani yako. Vitu mbalimbali vimepewa sifa kutokana na thamani yake. Tumeumbwa wote, lakini kila mtu ana thamani yake. Kitabu cha Yeremia sura ya 1 mstari wa 4 mpaka wa 5. Bwana anamwambia Yeremia ya kwamba kabla ya wewe kuwepo hapa duniani, mimi nimekuumba, lakini nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Yani kwamba tangia bado uko tumboni nimekufanya kuwa nabii wa mataifa. Wewe unajijua Mungu amekufanya kuwa nani? Kama utojua wewe ni nani, hauwezi kujua thamani yako, hauwezi kujitunza, hauwezi kujilinda, hauwezi kujithamini mwenyewe, kwa sababu haujui thamani yako. Ila kama utajua thamani yako, maana yake utajilinda, utajitunza. Kitabu cha Waamuzi 6:11-13 Biblia inasema Gideoni, yeye ambaye alikuwa ni shujaa, alikuwa na pepeta ngano. Yeye ambaye alitakiwa kuliokoa taifa, alikuwa na pepeta ngano. Aliyekuwa shujaa yupo amejificha, ana pepeta ngano ili kuweza kujificha Wamidiani wasije kuona. Aliye shujaa yupo ana pepeta ngano. Ni kweli na wewe umejikubali ya kwamba ni shujaa, lakini na pengine unapepeta ngano kama Gideon. Wewe ndio shujaa wa kuokoa familia yenu, uko bize na mambo yako. Wewe ndio shujaa ya kuhakikisha ya kwamba unaleta mabadiliko kwenye taifa. Wewe uko bize kwa kutokujua ile thamani yako. Unaweza ukawa unafanya vitu ambavyo sio mpango wa Mungu. Unaweza kutenda vitu ambavyo sio kusudio la Mungu. Ni kwa sababu haujajua thamani yako. Ila ukijua thamani yako, utasimama kwenye nafasi yako. Watu wanaokuzunguka hawawezi kujua thamani yako kama hutowaonyesha hicho ulicho nacho. Soma Danieli 1:17 kwamba wako utumwani, ile Jehova akaweka vitu ambavyo tuwafanye waende wakakae ikulu. Tume Mwanzo 41:9-14. Ameingia gerezani akiwa na package ambayo tampeleka ikulu. Ameingia gerezani ana vitendea kazi ambavyo hivyo vitendea kazi vitamtoa hapo alipo na kumpeleka ikulu. Biblia inasema ya kwamba mfalme akasema, nendeni mkamwite. Jamaa kama alikuwa eleweki, wakati ambapo ikulu imemwita, wito sio wa kawaida. Ikulu imemwita, pia inasema akanyoa na nywele kwa sababu ameitwa kwenda ikulu. Pia inasema akabadilisha mavazi, yale mavazi ya kifungwa akayaacha. Manake kuna wito wa kwenda ikulu, anaenda ikulu. Pia inasema akafasiri. Alipofasiri, mfalme akasema, tupate wapi mtu kama huyo ambaye Mungu anakaa ndani yake? Wewe si wa kawaida. Ukijua thamani yako, hautoka gerezani. Thamani yako itakupeleka palipo nafasi yako, itakupeleka palipo nafasi yako. Mwimbaji, ukijua thamani yako, itakupeleka palipo nafasi. Wewe mhubiri, ukijua nafasi yako, Bwana atakupeleka palipo na nafasi. Time hii hawakuelewi. Hata kama unagonga suruali moja, lakini nakwambia time inakuja, nayo ipo karibu. Watajua thamani yako, waidhirishe kwao. Kama kuhubiri upili, nakwambia wataiona thamani yako. Jamaa ameitwa ikulu, wewe uko hapo ulivyo, hawajakuelewa, lakini time inakuja.